Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu akishaokoka kuna mambo mawili lazima ayafanye. Haya mambo ni lazima. Jambo namba moja, kuyaacha yote aliyoyakataza Mungu. Lazima uyaache. Unayajua aliyoyakataza Mungu. Ni mambo mengi sana ameyakataza. Ulevi. Ulevi ni neno linalobeba vileo vyote. Sigara, pombe, ulevi wa madaraka, ulevi siji wa nini. Ulevi. Sasa ndo unakuta kuna mtu anakuambia pombe sio dhambi. Ulevi ni neno lililobeba vileo vyote, aina yote ya vileo. Mungu amekataza uchawi, kupigana na watu, kutukana watu, kununiana na mtu. Yaani mambo yote ambayo ameyakataza Mungu. Sasa walio wengi kwenye kuyaacha aliyokataza Mungu, wengi wao wameweza. Wamefanya vema. Sasa kama wewe tu umeshindwa kuyaacha aliyokataza Mungu, sasa sijui umeokoka nini wewe. Haujaokoka bado. Wewe ni Mkristo lakini ni mpagani. Namba 2, lazima uyafanye aliyoyaagiza Mungu. Mungu ametuagiza tuzitake sana karama za Roho. Mtu ambaye yupo kanisani hakikisha ana karama. Hakikisha una kitu cha kufanya ambacho kinaleta faida kwenye ufalme wa Mungu. Karama. Sio upo tu Mkristo siji kuabudu, hueleweki unavyoabudu, kusifu, hueleweki unavyosifu. Wenzako wanaabudu, wewe unabonyeza simu, wenzako wanasifu, wewe unabonyeza simu, mara upo nje wakati wa kuabudu, mara upo nje wakati wa kusifu. Yaani Ukristo wako haueleweki, ibadani unachelewa, kuimba huwezi, kuomba huwezi, yaani kusoma neno huwezi, kufunga huwezi. Sadaka ya ujenzi hutoi, ambao wengi wanapenda kuita michango ya kanisani, lakini sio michango. Kwa Mungu hatuchangi, tunatoa sadaka. Sadaka za ujenzi hutoi, sadaka siji za kununua vyombo hutoi, sadaka siji za kununua kitu gani hutoi. Siji, yani wewe upo wakati wa kusikiliza neno husikilizi, uko nje, mchungaji anahubiri wewe uko nje. Yani kwenye uinjilisti huendi, kwenye mikutano makongamano huendi, kwenye maombi wakisema tuna maombi ya siku ngapi hushiriki, wanasema tuna mfungo tunatakiwa tufunge siku 21 hufungi. Kutoa fungu la 10 hutoi. Fungu la 10 ukipata shilingi 10,000, fungu la 10 ambayo unatakiwa umpelekee Mungu ukatoe sadaka ni 1,000. Ukipata milioni 1 ya Mungu ni 100,000. Ukipata milioni 10 ya Mungu ni milioni 1. Ukipata milioni 100 za Mungu ni milioni 10. Ukipata 5,000 ya Mungu ni 500. Lazima upeleke. Umeona eh? Ukipata debe 10 ya Mungu ni debe 1. Ukipata debe 100 za Mungu ni debe 10. Mambo ya kanisani, ushiriki, ujenzi, sadaka utoi. Yaani upo tu kama vile. Sasa wewe ni Mkristo gani? Eti umeokoka? Ndio, umeokoka nini? Nimeacha zinaa, nimeacha pombe. Hata mtu ambaye hajaokoka ana uwezo wa kuacha zinaa na kuacha pombe. Wapo wengi tu ambao hawajaokoka lakini wameacha zinaa na wameacha pombe. Kwa sababu pombe ukinywa inakuzalilisha, inakupa magonjwa. So wameamua kuiacha. Zinaa ukilala na wanawake, unaweza kulala na mke wa mtu ama mtoto wa watu akakupiga risasi. So wameamua kuachana nayo. Kwa hiyo zinaa ina madhara, pombe ina madhara, kutukana mtu kuna madhara, unaweza kutukana mtu kafungwa jela. Kwa hiyo watu hawezi kutukana ovyo ovyo. Kwa hiyo kutokutukana na kutokunywa pombe na kutokufanya zinaa hakuwezi kukufanya wewe ndio uonekane umeokoka. Lazima uyafanye aliyoagiza Mungu. Yesu alisema hivi, mimi ni mzabibu, baba yangu ni mkulima. Kila tawi lisilozaa hulikata. Wewe ndio tawi. Yesu ndio mzabibu. Kama wewe huzai, huleti faida kwenye ufalme wa Mungu, hufai. Sio, unanielewa? Kama wewe huzai, huleti faida kwenye ufalme wa Mungu, neno husomi, hufungi, huombi, huna karama yoyote, yani upo tu kama msukure pati tu, huna faida kwenye ufalme wa Mungu, hufai. Wewe ni tawi ambayo Yesu alisema kila tawi lisilozaa hulikata, nikalitupa nje, likishanyauka watalikusanya watu na kuliteketeza kwenye moto. Kwa hiyo wewe jiandae na jehanamu tu ndugu yangu, kama huleti faida yoyote. Sasa Mkristo gani ufungi, huombi? Mtakatifu gani ambaye alienda mbinguni? Hebu nitafutie mtu ambaye yupo kwenye Biblia, hakufundisha watu, hakusoma neno, hakuleta faida kwenye ufalme wa Mungu, alikuwa hafagii kanisani, wala hapigi deki, wala hafanyi kazi za kanisani. Yupo tu, yani anaingia kanisani, anatoka, anarudi nyumbani, anaabudu tu mara moja. Yupi mtakatifu ambaye nionyeshe kwenye Biblia ambaye alienda mbinguni? Watakatifu wote walikuwa wanafunga, wanafanya kazi, wanasoma neno, watakatifu wote. Lakini wewe ulokole gani huo ambao uko nao wewe? Ulokole wa kisanii. Yaliyoagizwa na Mungu usiyafanye unayafanya. Yaliyoagizwa na Mungu uyafanye hufanyi. Umeokoka nini? Tunaenda kuvalishwa taji. Taji ni kama mshahara. Haya, wewe unaenda kulipwa nini? Mungu akulipe kwa kazi gani uliyofanya? Mungu akulinde kwa kitu gani unachokifanya? Kitu gani wewe unachokifanya mpaka Mungu aachilie ulinzi kwako? Nini unafanya?
Na Yesu alisema hivi, maana nawaambia kwenye Mathayo 5:20, maana nawaambia haki yenu isipowazidi hao waandishi na Mafarisayo, kamwe hamwezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Kamwe hamwezi kuingia. Haki yenu isipowazidi Mafarisayo, watu wa dini, watu wa dini. Wewe unaabudu mara moja kwa wiki, mara 4 kwa mwezi, mara 48 kwa mwaka unamwabudu Mungu. Hivi wewe kweli unampenda Mungu wewe? Kwa sababu ili uonekane umeokoka lazima umpende Mungu kwa moyo wako wote. Yesu alisema hivyo, mpende Mungu kwa moyo wako na kwa akili zako na kwa nguvu zako na kwa mali zako tena. Kwa sababu watu wengi wanaenda kanisani hawampendi Mungu ila wanaogopa jehanamu. Ndio maana wanafanya dhambi. Wangekuwa wanampenda Mungu wasingefanya dhambi, wangewahi ibadani, wangesoma neno, wangefunga. Na uoga ni dhambi. Ufunuo wa Yohana 21:8, waoga wanaenda motoni, hawaendi mbinguni. Kwa hiyo kama unaenda kanisani kwa sababu unaogopa moto, bado hujakwepa moto. Yesu alisema lazima haki yetu iwazidi Mafarisayo. Akasema mimi nawaambia, mtu akimtazama mtu kwa kumtamani amezini naye. Watu wa dini wanasema usizini, lakini ninyi haki yenu inabidi iwazidi. Kumtamani tu mtu ni dhambi. Kumnunia mtu wewe ni muuaji. Haki yetu lazima iwazidi. Haya, hebu ngoja nikupe mfano wa jamaa fulani. Waislamu wanaabudu kwa siku mara 5, kitu kama hicho. Kwa siku mara ngapi? Mara 5. Ndio nasikiaga hivyo. Kwa wiki mara 35. Kwa mwezi mara 140. Kwa mwaka Waislamu wanaabudu mara 1680, kitu kama hicho. Wewe uliokoka unaabudu kwa mwaka mara 48. Umeokoka nini? Umeokoka kitu gani? Neno usomi, ufungi, uombi. Hakuna muabudu mara moja ataenda mbinguni. Yaani unaabudu mara moja tu kwa siku, tena kwa wiki uende mbinguni. Na Yesu anasema haki yenu isipowazidi hawa shauri yako. Kwa hiyo unajigundua huna faida yoyote wala huna msaada wowote wala uzalishi chochote. Wewe unafikiri zile wale watu ambao Yesu aliwatolea wa mfano wa talanta, mwingine talanta 10, mwingine 5, mwingine 2 sijui. Yule wa moja hakuzalisha, alipelekwa wapi? Yule wa talanta moja alipelekwa wapi? Alienda mbinguni? Alibaki tu hivyo hivyo akapelekwa jehanamu. Wale wenzake waliozalisha talanta, mwenye 5 zikawa 10, mwenye 10 zikawa 20, mwenye ngapi zikaongezeka. Hao ndo walisema safi sana, mtumwa mwema. Lakini wewe mwenye uzalishi, mtumwa mbaya, jehanamu inakusubiri. Kila tawi lisilozaa hukatwa na kutupwa. Sasa Mkristo wa aina hii ambaye hafungi, haombi, hatoi sadaka, yani hasomi neno, hafanyi yale aliyoyaagiza Mungu tuyafanye, na hataki kuyaacha yale Mungu aliyokataza, na anasema ni Mkristo. Na Wakristo wa aina hii ndio wengi. Sasa Wakristo wa aina hii wanafananishwa na yule mtu ambaye hajala siku 10. Hajala siku 10, halafu tena ni mgonjwa amekonda. Halafu mbele za shetani anaonekana yuko hivyo. Mbele za shetani anaonekana kama vile hajala siku 10 na anaumwa tena. Kwa hiyo shetani akifanya hivi, akimtishia tu, yani shetani na mambo yake anapita, yule anajidondokea mwenyewe. Sasa huyu ana nguvu za Mungu anazitolea wapi? Mbele za shetani wanaonekana kama ni watu ambao wamekonda, hawajala siku 10, lakini pia ni wagonjwa. Kwa hiyo shetani akipita tu hivyo anajidondokea tu. Lakini hao ambao wanafanya aliyoyaagiza Mungu na wameacha aliyoyakataza Mungu, hawa ni majabari. Hata aje shetani, aje mchawi, aje jini, aje pepo, akigonga lile jabari anaumia mwenyewe. Alafu lile jabari halina habari ya kwamba nimegongwa na kitu fulani. Yaani halina habari, yani hivi tu. Wanaofanya aliyoagizwa na Mungu na walioyaacha aliyokatazwa na Mungu ndio wanafananishwa na jiwe. Yaani unajigonga tu mwenyewe lakini unaumia mwenyewe, unarudi nyuma mwenyewe. Alafu jabari halina habari kwamba hivi kumbe kuna kitu kinanigusa. Halina habari. Lakini wewe ambao ufanye unafanishwa na mtu ambaye siku 10 hajala na anaumwa. Mbele za shetani ukipitiwa tu, shetani ana mambo yake, unadondoka mwenyewe. Lakini yule ambaye ana Mungu akipita hivi, hata kama kuna wachawi walikuwa wanafanya mambo yao hapo, akipita yeye lazima astop kwanza.